Mkaribishe jirani yako, mwambie karibu kanisa. Ameingia au ametoka? Ameingia. Hivyo nzuri, hii nasoma. Wewe ongeza sauti hapo kidogo. Mimi unajua na tabia koroma utafikiri chungu. Bwana asifiwe. Amina. Basi tunamshukuru Mungu aliyetupa tena neema ya kuiona siku nyingine ya leo. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Wazo kuu ni kumtengenezea Bwana njia. Wazo kuu ni kumtengenezea Bwana njia. Naomba tuendelee na somo letu linalosema Mungu anaweza kujifunua kwenye maisha yetu. Mungu anaweza kujifunua kwenye maisha yetu. Tulio wengi tuko bado kwenye kipindi hiki cha majilio. Na lazima kama kanisa tutengeneze njia ili Mungu aweze kujifunua kwenye maisha yetu. Mungu aweze kujifunua kama bado hatutamtengenezea njia huko ndani. Tunapomtengenezea Mungu njia, ni rahisi sana Mungu kujifunua kwenye maisha yetu. Na mimi natamani kabla ya Krismasi kuona huyu Mungu katika Kristo Yesu awe ameshajifunua ndani yetu. Nilikwambia Jumapili kwamba Mungu akijifunua ndani, cha kwanza kinachokuja unaanza kumtegemea Mungu. Na hofu ya Mungu inaingia ndani wakati huo. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Jumapili iliyopita tuliona njia ambazo Mungu anaweza kuzitumia kujifunua ndani ya watu. Njia ya kwanza tunasema ni neno la Mungu. Tuliongozwa na Zaburi ile ya 107 ule mstari wa 19 na wa 20 ambao wanasema wakamilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Walituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamizi yao. Nilikwambia neno la Mungu ni njia moja wapo kubwa ambayo Mungu anaweza akajifunua ndani ya watu kupitia neno lake. Tunaona jinsi ambavyo Mungu alijifunua kwa hao watu. Wakiwa katika dhiki na shida, Mungu akajifunua kwao. Na Biblia inasema vizuri sana, ulituma neno lake na kuwaponya, kuwatoa katika maangamizi yao. Bwana asifiwe. Njia pili tukasema ni sadaka. Tukasema pia Mungu ana uwezo mkubwa sana wa kujifunua kupitia sadaka ambazo watu wanazitoa kanisani au mahali popote pale wanapotoa sadaka. Kama anatoa kwa Mungu huyu aliye hai, Mungu anaweza akajifunua. Kitabu kile cha Kutoka sura ile 25 ule mstari wa kwanza mpaka ule wa 3, tunaona sura hii inatupa maana ya sadaka. Na tukasema kwamba sadaka ni kitu chochote kinachotolewa kwa Mungu au miungu. Sadaka ni kitu chochote. Wengi wanatazama sadaka kama fedha, lakini nilikwambia kwamba sadaka sio fedha tu. Bwana asifiwe. Sadaka ni kitu chochote kinachotolewa kwa Mungu au kwa miungu. Hata wewe ulipo hapo ni sadaka. Ndivyo Biblia inavyosema. Kwenye waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ya 12 ule mstari wa kwanza anasema basi toeni miili yenu iliyo dhabihu timilifu, ndio sadaka yenye maana ya kumpendeza Bwana. Ndivyo Biblia inakosema. Anazungumza juu ya kuitoa miili kama ndio sadaka yenye maana tena ya kumpendeza Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sadaka nikakwambia ni kitu chochote kinachotolewa kwa Mungu au kwa miungu. Sasa watu wengi wanaangalia sadaka katika zana moja tu. Wanaangalia sadaka kama fedha. Na ndio maana unaona wanapata tabu sana namna ya kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Lakini tuliangalia sababu tatu zinazofanya kwamba hatuoni tunapotoa sadaka, hatuoni matokeo kwenye sadaka ambazo tunatoa. Na nilisema watu wengi sana hawaoni matokeo kwenye sadaka wanazotoa. Kwa nini? Ziko njia tatu ambazo tuliangalia. Ya kwanza tukasema hivi, wanatoa kwa mazoea. Bwana asifiwe. Na kama unatoa sadaka kwa mazoea, kama ni desturi na taratibu za kanisa lako kwamba kila Jumapili utaenda kanisani utatoa sadaka, yale ni mazoea. Na nisikia mtu Mungu anachokwambia. Bwana asifiwe. Sasa ukitoa sadaka kwa mazoea, ni kama vile mtu ambaye anaishi kwenye ndoa na mume wake na mke wake. Wakifika mahali wakizoeana inakuwa sio ndoa tena. Kwa sababu wanaishi sasa kwa mazoea. Taratibu nyingine zote hazitakuwa. Na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Kama unakuja kanisani, unatoa sadaka kwa mazoea, hauwezi kuona matokeo kwenye hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ya pili tukasema kwamba hakuna maandalizi. Wakristo wengi hawana maandalizi ya kutoa sadaka hawa. Kitabu cha Mithali sura ile ya 16 mstari wa kwanza, Biblia inasema maandalio ya moyo ni mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Hakuna sadaka inayotolewa ambayo haina majibu kutoka kwa Mungu. Hakuna. Sadaka yoyote inayotolewa ina majibu. Shida ni kwamba sisi tunaotoa wenyewe
hatuna maandalizi. Unaona, anasema maandalio ya moyo ni mwanadamu. Kinachozungumzwa hapa ni kuuandaa moyo wako. Nilikuonyesha mfano wa yule mama kwenye kitabu, kwenye Injili ya Marko sura ya 12. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 40 kama sikosei, mama ambaye alitoa senti. Biblia inasema kwamba alitoa senti ya mwisho, lakini Yesu alipokuja alimuona ametoa kuliko wengine. Wewe fikiria, ametoa senti na wao wengine wametoa mapesa aliyowazidi. Ndio Biblia inasema. Inatufundisha nini? Kwamba yule mama aliandaa moyo wake, kama ninakwenda nyumbani mwa Bwana, ngoja nijiandae na sadaka yangu. Akajiandaa sadaka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya tatu nikasema kwamba wengi hatuombei sadaka zetu, tunategemea mtumishi aombe. Kila Mkristo anatakiwa kuwa mwombaji. Kama ni Mkristo, jifunze kuwa mwombaji, asikudanganye mtu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mkristo, jifunze kuwa mwombaji. Na nilikupa mifano mingi nikamwambia kwamba kuna watu wapo hata wakilala hawaombi, hata wakila chakula hawaombi. Na ndio maana unaweza kutoa wako wawili, alafu wanakula ugali mkubwa kweli, kumbe wanakula na misukuli. Wanakula na mapepo. Unajiuliza wanapasua mbao, wameanza lini kazi ya kupasua mbao? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipoiombea sadaka yako, hauwezi kuona matokeo. Na nilikwambia unaiombea kabla ya kutoa na baada ya kutoa. Endelea kuombea ili uone Mungu anapojifunua. Bwana asifiwe. Ngoja nikuongeze hapa, nikuongeze sababu nyingine ya 4. Sababu nyingine ya 4. Dhana potofu juu ya watoa sadaka wengi. Dhana potofu juu ya watoa sadaka wengi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Wakristo wengi wanadhana potofu kwamba sadaka wanazotoa zinalipa. Wengi wanadhana hivi. Bwana asifiwe. Na kwa nini wanadhana hiyo? Wengi wanafikiri sadaka ni mali yao, na ndio maana wanarudi kuja kuziuliza. Hata kama hadi kanisa atauliza kwamba sadaka zetu zinatumikaje. Na mimi sizungumzi hapa, lakini nenda mahali popote, haya mambo unayokwambia utayakuta. Nenda mahali popote utakuta haya mambo. Sasa mimi naitazama ile ni kama dhana potofu kwamba wao wanaamini sadaka ni za kwao. Sio za kwao sadaka. Biblia inasema hapa, ngoja tusome hapa mstari wa 2 sura 25 kitabu cha Kutoka. Waambie wana wa Israeli kwamba walitwalie sadaka. Kuna nukta juu na kuna mkato. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yake. Huyu anayesema ni Mungu anampa maagizo nani? Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtatwaa kwake sadaka yangu. Mmesikia watu wa Mungu wanachoambia. Na ndio maana kwa taratibu za kanisa la kwetu sisi, kanisa la Anglikana, ukishatoa sadaka hapa, angalia sadaka mnatolea hapa, alafu kule juu zinafuata nini? Na nyinyi kule juu mfi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sala yake tunayosema, tunasema Bwana, ukuu, nguvu, heshima na utukufu ni vyako. Kwa kuwa vitu vyote kutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba usipokee sadaka hizi na usibariki sadaka hizi na watu wako waliokutolea kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Angalia ile sala inavyoibadilisha sadaka uliyotoa. Inaiondoa kwenye umiliki wako, alafu inaupeleka kwenye umiliki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo dhana hii inawashika watu wengi sana, kiasi kwamba wengi wakishatoa sadaka anataka afuatilie, na mwingine akitoa anapanga na namna sadaka inayotakiwa itumike. Yaani ni makosa makubwa sana. Tasikia anasema nimetoa sadaka yangu hii, ninaomba hii itumike kwenda kujenga choo. Nani alikwambia wewe unataka upange matumizi kwenye sadaka? Na imeandikwa wapi kwenye Biblia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wewe ukishatoa sadaka yako, Biblia inasema mtatoa kwake sadaka yangu. Lile neno kutoa kwa Kiswahili rahisi maana yake ni kuchukua. Mungu anamwambia Musa, mtachukua sadaka yangu kwa hao watu. Na anampa aina ya sadaka. Anataja fedha, anataja dhahabu, anataja kile kitu. Kasome pale kuanzia mstari wa 3 na kuendelea. Nenda kasome utazikuta pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa dhana hii hapa inawafanya wengi sana wakishatoa sadaka. Hata kama atatoa mamilioni ya shilingi, hawezi kuona Mungu akijifunua kwa
sababu alitoa alafu akaifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sizungumzi mambo, nazungumza kote tu. Nenda maeneo mengi sana watu wanatoa sadaka, wanataka wajue sadaka imetumikaje. Jawabu sikia wanakuambia mchungaji anakula sadaka zetu. Tagombana na Mungu, sikutani. Ndio maana nilikwambia kwa inawezekana wengine wengi hawatoi sadaka, wanatoa fedha alafu wanampa Mungu, wanamwambia Mungu tutunzie, tutafuatilia tuone hawa jamaa wanafuatilia wanatumiaje hizi sadaka. Bwana asifiwe. Na ndio maana unakuta kuna wakati wa Kristo tulio wengi sana hatuoni Mungu akijifunua kwetu. Wengi sana anaweza akasali mwaka mzima lakini hajawahi ona Mungu akijifunua. Hajajua kwa nini. Unakuta akitoa sadaka anataka afuatilie imeenda wapi, kama imeenda benki, na mwingine anaweza akapiga simu mpaka kwa mchungaji anahoji, anasema mbona sijaona message, wewe nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sasa leo nataka nikufundishe, siku zote umetoa sadaka usifuatilie. Achana na mwache Mungu. Umenisikia? Kwa sababu unapotoa sadaka, roho inayopokea sadaka ni roho mbili. Aidha roho ya Mungu aliye hai katika Kristo Yesu au roho za miungu mingine, inategemea umeitoa wapi. Kama umeitoa kwenye madhabahu hii, maana yake roho inayopokea ni ya Mungu. Sasa tabu inakuja ni kwamba wengi hatumuoni Mungu. Tunaona mtumishi aliyekaa kwenye madhabahu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Sababu ya tano ni kuto kumwamini Mungu binafsi. Ni kuto kumwamini Mungu binafsi. Swala la imani ni la mtu binafsi, si la kikundi, si la dhehebu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wengi tuko makanisani lakini hatuna imani juu ya huyu Mungu. Hatuna imani. Mmenisikia ninachokwambia? Bwana asifiwe. Sababu ya tano ni kutokumwamini Mungu. Swala la imani ni swala la mtu binafsi, sio la kikundi. Hapa naweza nikazungumza kuhusu kumwamini Yesu, wote mkasema mnamwamini Yesu. Yesu uko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu hawaamini kama Yesu anaweza kuwasaidia. Hawaamini kama Mungu anaweza kuwapa mahitaji yao ya kila siku. Kasome kwenye Biblia uone. Kasome Mathayo sura ya 6. Anasema hivi, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Ukiona Biblia inazungumza utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, maana yake kuna ufalme unaowanyima watu haki zao, na ufalme ule ni ufalme wa giza, na ufalme ule umewakamata Wakristo wengi, umewafunga na unawashikilia, umewatia kwenye vifungo vigumu, umewatia mpaka kwenye madhabahu za giza, lakini tunao makanisani kila Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule ufalme ndio unaowatia watu magonjwa. Ule ufalme ndio unaowafanya unaoleta mafarakano. Ule ufalme ndio unawanyima watu haki zao. Na ndio maana Paulo anaandika kwenye Warumi sura ya 14 ule mstari wa 17 anasema hivi, kwa maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Jawahi mwana mtu anaenda kanisani na anakosa amani hata kirudi nyumbani. Hayo ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo swala la imani, yani jifunze kumwamini Mungu wewe binafsi. Usimwamini Mungu kupitia watu wengine. Na imani huwa haibi. Imani inakuja kwa kusikia. Sio kaida imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja nikuonyeshe mfano wa mtu ambaye yeye alitoa sadaka kwa alikuwa anatoa na wako watu, lakini imani yake ilikuwa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 10. Matendo ya Mitume sura ya 10. Mstari wa kwanza mpaka wa 8. Ngoja nisome yote hapa. Mimi nitasoma haraka kidogo. Wewe kama unataka kusoma andika, alafu utaenda kusoma nyumbani kwa wakati wako. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana akaogopa. Akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu.
Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwe Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akisha kuondoka, Kornelio akawaita wale wawili katika watumishi wake nyumbani, na askari mmoja na mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kueleza mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia, Biblia inasema huyu jamaa alikuwa ni mchaji wa Mungu. Alikuwa anatoa sadaka na wapa na watu, na alikuwa akimwomba Mungu daima. Kornelio alikuwa ameokoka. Menisi. Bwana asifiwe. Angalia, yeye alikuwa anatoa sadaka na wapa watu, lakini imani yake ilikuwa kwa Mungu. Hakuwa kama anawapa watu, yeye aliamini kwamba anatoa sadaka kwa nani? Anatoa sadaka kwa Mungu. Sasa hii ilikuwa ni swala ya imani binafsi, kwa sababu kulikuwa na watu wengi. Na Kornelio hakuwa Myahudi. Soma hiyo story mpaka mwisho, utaona pale Paulo Petro alipotumwa aende, kuna mahali anajieleza, anasema hivi, si vizuri Myahudi kuchangamana na mtu mwingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tunaenda pamoja watu wa Mungu. Huyu mtu alitoa sadaka, yeye alikuwa anawapa watu. Mungu akatuma malaika kwenda kuongea nao, na wale malaika wakampa maelekezo kwamba atume watu waende wakamwite mtumishi wa Mungu Petro. Petro aje amwambie yanayopasa kumwambia. Bwana asifiwe. Mungu anaweza kujifunua. Sasa mimi natazama ni kama Mungu alijifunua kwa Kornelio. Kasome uone kule Kornelio baadaye aliambiwa mpaka mambo ya kutubu, aliambiwa mpaka mambo ya kuokoka, aliambiwa mpaka mambo ya kubatizwa. Na alikubatizwa yeye, alibatizwa na wale wote waliokuwa nyumbani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu kwa sadaka yako anaweza akatuma mtu aje akwambie mpaka dhambi zako. Anaweza akatuma mtu mpaka aje akwambie watu umekwama. Sikutani, mimi nakwambia, ila tu hujajua. Kwa sababu inawezekana hata wewe kufungwa kwako, kuna watu wanafungwa mpaka kwa sadaka. Sadaka zilitolewa wapi? Wakristo wengi hatujui kama mtu anaweza akafungwa kwa njia ya sadaka. Anaweza akafungwa kwa sababu Ukristo hauna miaka 200. Fuatilia historia ya kweli, ulikuwa mnaabudu nini? Baba zako na babu yako walimwabudu nani? Bwana asifiwe. Sasa watu wengi wakisikia hiyo wanakwambia hakuna. Hamna. Unaweza ukafungwa na wewe mwenyewe usijue kwamba kuna eneo umekwama. Wacha tuende jambo lingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, njia ya tatu ambayo inaweza kufanya Mungu ajifunue, maandiko. Maandiko ni nini? Maandiko ni yale yaliyoandikwa, nasi tunasoma na kujifunza juu ya huyu anaitwa Mungu. Maandiko ni yale yaliyoandikwa, nasi tunasoma na kujifunza juu ya huyu anaitwa Mungu. Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, na ndani yake kuna maandiko yaliyoandikwa na watu mbalimbali wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa ndani ya Biblia kuna neno la Mungu, ndani ya Biblia kuna maandiko. Kasome vizuri Biblia yako, utaona tu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 15. Waraka wa Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 15 na mstari ule wa 4 anasema maneno haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi: kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Naona anachosema. Bwana asifiwe. Ngoja nirudie. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maandiko hayakuandikwa tu kwa bahati mbaya. Yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Yaliandikwa ili sisi tuweze kujifunza juu ya huyu anaitwa Mungu. Fikiria kama yasingeandikwa ungepata wapi? Ungejifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa njia ya maandiko Mungu anaweza kujifunua kwa watu. Ndani ya maandiko
kuna matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu aliyafanya, yameandikwa ambayo Mungu aliyafanya, atafanya au anafanya, yapo kwenye maandiko. Nenda kasome kwa wakati wako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi kubwa ya maandiko ni kujenga imani yako. Kazi kubwa ya maandiko yaliyoandikwa ni kujenga imani yako wewe kama Mkristo. Imani yako inatakiwa ijengwe ili Mungu ajifunue kwako. Yohana sura ya 5 ule mstari wa 47. Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 47. Yako maneno hapa mengine mazuri. Ngoja tusome. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maneno haya. Anasema hivi: lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yako? Kumbe unaanza kuamini maandiko alafu ndio unaamini maneno ya Yesu. Manisikia anachokwambia. Anasema lakini msipoyaamini maandiko, mtayaamini wapi maneno yako? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimekwambia kwenye maandiko kuna neno la Mungu lipo. Ndio maana Yesu anasema msipoyaamini maandiko, mtayaamini wapi maneno yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anawaambia Wayahudi hao, msipoamini maandiko, mtayaamini wapi maneno yangu? Hamwezi kuyaamini kama hujaangalia hayo maandiko vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, hata kwenye maisha yetu ni ngumu sana kusikia neno la Mungu kama ndani yako hakuna maandiko. Ni ngumu sana kusikia. Ni ngumu. Nilikwambia mfano Jumapili, nenda kaangalie watu wana simu mpaka za gharama. Hana Biblia ya shilingi 12,000 au 20,000. Hana na mpango wa kuwa nao, hata mpango wa kuwa nao hana, na hata kuwa nao mpaka anaondoka duniani hata kuwa nao, lakini ana kila kitu ndani. Nenda nyumbani kwake unakuta ana TV ya thamani, ana kitanda mpaka cha milioni 1, ana godoro mpaka la milioni, ana kila kitu, lakini Biblia tu hana, na anaitwa Mkristo. Na kila Jumapili kwa kanisa. Kila Jumapili unakuta kwa kanisa. Kwa nini unafikiri Biblia bei ya shilingi ngapi? Biblia kubwa nimenunulia katika sura ni shilingi 32,000. Unafikiri unashinda kununua Biblia 32? Ni kwa sababu hauoni umuhimu wa maandiko yaliyomo kwenye Biblia. Hauoni umuhimu wa maandiko. Mtu mmoja aliokoka akaniambia, mtumishi, mimi nimeokoka, shida yangu moja, siwezi kusoma. Nikamwambia unataka nini? Akaniambia nataka Biblia. Nikamwambia mimi nitakutafuta Biblia inaongea. Akaniambia nikamwambia nitakutafutia. Iko Biblia inaongea. Na nilimtafutia na nikampa bure bila hata kuchukua shilingi. Na niambia macho yangu hayaoni. Ziko Biblia ambazo zinaongea. Ziko Biblia zinazoongea. Zipo. Mimi nilitafuta, nikaipata na nikampa huyo mtu. Tena pale Soweto. Mimi ndani alikuwa na kiu ya kutaka Mungu ajifunue kwake. Kwa sababu nilipoenda kwake, yule mtu sio Mwanglikana, akaniambia ninatamani uwe baba yangu wa kiroho. Ni mtu mzima. Nikakaa naye akanieleza kwamba yeye haoni vizuri, lakini anatamani sana kusoma Biblia. Nikamwambia iko Biblia inaongea, nitakutafutia, na nimemtafutia kweli. Kacheke hela ulizokuwa nazo lakini Biblia huna. Cheki nyumba ulizokuwa nazo lakini Biblia huna. Alafu unawaambia watu Mkristo na unawaaga watu unaenda kanisani. Ni hatari sana Mkristo kwenda kanisani. Huna Biblia, huna notebook, huna tenzi, huna kitu chochote, huna. Lakini unasema wewe unaenda kanisani. Unaenda kanisa gani sasa? Kwa sababu hata wanaoenda hapa wakati mwingine wanaona notebook hilo wanaandika yale wanaongea. Hatari sana. Bwana asifiwe. Ukitaka kutujua sisi, wewe sema haya maneno. Utaona Jumapili jana watu wamekata waje kanisani wanasema mahubiri yake yote yanatusema watu. Sasa ni sema Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio kweli. Hivi kabisa mtu anakuja kanisani una Biblia una kitabu chochote. Huo ni aibu. Kabisa. Hata tenzi elfu. Bwana asifiwe. Mambo ya kufanya unaposoma maandiko ili uweze kuelewa. Mambo ya kufanya unaposoma maandiko ili uweze kuelewa. Maana hivi utaweza kuelewa. Cha kwanza, Roho Mtakatifu ni muhimu. Yeye ni mwalimu, atakufundisha.
Bwana asifiwe. Cha kwanza, Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu. Yeye ni muhimu kwa Mkristo, yeye ni muhimu. Atakufundisha, anaitwa mwalimu. Ndivyo Biblia inavyosema. Ana kazi nyingi, moja ya kazi yake ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yohana sura ya 14, ule mstari 26. Yohana sura ya 14, mstari 26 anasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana asifiwe. Na ndio maana kuna watu wanasoma maandiko kwenye Biblia alafu wanatumia kubishana. Mwingine hata pombe hajawahi kunywa anatetea, anasema Biblia iliandika pombe ni dhambi. Unajua isikia mtu anasema kwenye Biblia kuna mstari unasema msinyimane. Kweli upo, lakini kaandikiwa na una maana gani? Na vijana wanaotumia sana na kweli hawanyimani. Kwa sababu ule mstari umewaambia kwamba msinyimane. Hawanyimani kweli. Wanapabulana utafikiri pa. Kwa sababu wanasoma bila kushirikisha Roho Mtakatifu kama mwalimu. Wanasifu. Cha pili, omba akili zako zifunuliwe. Omba akili zako zifunuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utajua mwenyewe kama kuombea chakula uwezo unafikiri rahisi kuomba akili zako zifunuliwe. Unaweza kaomba afu mwenyewe ukazifunika tena. Bwana Yesu asifiwe. Omba akili zako zifanye nini? Ngoja tusome hapa Luka sura ile 24. Luka sura ile 24 na mstari ule wa 45. Tuanze 44. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa nini Yesu aliwafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko? Yesu alikuwa amefufuka, hawa jamaa hawaamini kama Yesu alifufuka. Lakini maandiko walikuwa wanayasoma mara kwa mara kwamba kuna mtu atazaliwa, atakufa, alafu atakuja atafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Hawa hawaamini. Hawa Wakristo wengi wale walivyo, wengi wako makanisani lakini hawaamini kama Yesu alikufa na kufufuka, hawaamini. Na hawaamini kama Yesu ni msaada wao, hawaamini. Ndio maana unakuta wana tunguli, unakuta wana ilizi, unakuta wana tunyumba tudogo, unakuta wana kila kitu huko cha ambacho yani hakimpi Mungu utukufu. Wanacho. Na mtu akili zake zimefunikwa, anaweza kazini hata hadharani. Anaweza akaja kanisani hapo ndo akatafuta deni, akaja kanisani hapo ndo akatafuta mwanamke. Na anajua kabisa huyu mwanamke wa mtu, lakini akamganda. Na mwingine anajua kabisa huyu ni mume wa mtu, lakini akamganda. Anajua kabisa akili zake zimefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Sasa mimi nikwambia omba akili zako zifunuliwe. Biblia inasema Yesu akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Walikuwa wanasoma maandiko yale lakini walikuwa hawaelewi yale walikuwa wanasoma. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikwambie, shetani ana uwezo mkubwa wa kufunika akili za watu ili tu wasielewe maandiko. Ana uwezo. Cha kwanza anachofanya anazifunika. Na Paulo anaandika vizuri kwenye waraka wa Paulo mtume kwa Efeso. Anasema akili zao zimetiwa giza. Akili zinaweza zikatiwa giza. Akili zikitiwa giza, mtu aone fursa iliyo mbele yake. Yuko hapo lakini haone fursa. Wenzio wanakuja hapo wanatoboa yeye hapo haone fursa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua akili kufunikwa, zinaweza kufunikwa kwenye chungu au kwenye mtungi. Zinaweza kufunikwa. Utasoma maandiko hayo utaelewa. Wewe tuseme tu kweli. Wewe shuka hapa kanisa, sio? Mara mwisho umesoma Biblia hii, sema wewe. Unaweza kukuta una mwezi hapo yapiga Biblia. Na ukisikia tu kwenye TV yako, ukikuta kama kuna TV ambayo inaweka channel ya neno la Mungu, unaondoa. Unaenda kwenye comedy. Simu yako yenyewe Biblia haina. Hata ule mstari wanaita ile notification ikija,
unaisukumia mbali. Bwana asifiwe. Unajua ndio maana tumekuwa na Wakristo wengi sana wanaoyumba. Wakristo wengi hawana uimara kwa sababu hawana maandiko ya kutosha ndani, hawana. Ndio maana watu hawana uimara. Mtu anaishi kwa kumtegemea mtumishi akifa. Mtu anaishi ana nabii wake, anaishi naye, ana mtume wake, anaishi naye, hata buni akitoa kwenye nyumba. Nabii. Kama Kongo sisi tunatutesa. Buni katua. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akili zikifunika au zimetiwa giza, anachofanya ni kuwazuia watu hawa ili nuru ile ya Kristo isiwazukie. Ndivyo anachofanya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa omba ili kuzifunua akili zako. Cha tatu, jifunze kuyachunguza maandiko. Jifunze kuyachunguza maandiko. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Jifunze kuyachunguza maandiko. Jifunze kuyachunguza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna ile kusoma, mimi zamani niliwahi kusoma magazeti kidogo, sio kidogo sana. Kuna watu walikuwa wanakuja kusoma magazeti. Anasoma mpaka matangazo ya vifo, anasoma matangazo ya biashara, unamuuliza huyu ni mtangazaji wa TV gani? Anasoma kila kitu. Maana kuna watu wanasoma hii Biblia hii. Yaani anasoma tu hivi. Kama anasema na mimi ningesoma. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 17. Matendo ya Mitume sura ile ya 17 na mstari wa 11 anasema maneno haya. Anasema hivi: watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea ile neno kwa uelekevu wa moyo. Angalia, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo. Wakayachunguza maandiko kila siku waone kwa mambo haya ndivyo yalivyo. Bwana, mnafahamu kwenye maandiko kuna uponyaji? Si ndio? Mnafahamu kwenye maandiko kuna kufunguliwa? Lini mara mwisho wewe umeyachunguza maandiko hii? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anasema wakayachunguza maandiko kila siku ili waone kwa mambo haya ndivyo yalivyo. Unajua mtu asije akakwambia tu kwamba Yesu anaponya. Akwambie, lakini na wewe mwenyewe nenda kayachunguze hayo maandiko. Bwana asifiwe. Watu wa Beloya baada ya kuhubiriwa habari za Yesu, wao waliyachunguza maandiko ili waone mambo haya yanayohusu Yesu ndivyo yalivyo. Wakristo tujifunze kuyachunguza maandiko. Jifunze. Kwenye Mathayo 22:29 Yesu aliwaambia wanafunzi wake, alisema hivi: mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Sasa wengi wanapotea kwa sababu maandiko hawayajui. Wengi sana wanapotea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jifunze kuyachunguza maandiko. Jifunze. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anawaambia Yesu maneno wanafunzi wake: mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Maandiko ndio yatakufanya wewe ujue uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuende jambo la mwisho. Njia ya mwisho ambayo inaweza kufanya Mungu ajifunue. Njia ya mwisho ni maombi. Maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo kati ya Mungu na watu. Sisi tunakwenda kwake kwa njia ya maombi. Kwa njia ya maombi Mungu anaweza kujifunua kwa watu, akiona kiu na hamu hiyo ndani ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wengi waliosoma wanaanzia degree moja na kuendelea. Unafikiri maombi kwa ni muhimu? Yaani naye ana degree yake yenyewe inaomba. Hata ukikutana naye anaongea maneno mawili ya Kiswahili, maneno matatu ya Kiingereza. Wanaita Kiswahili English. Ndio maana huwezi kumuona mtu ana hiyo maombi kwake ni kipaumbele. Ni mara chache sana huwezi kumuona.
Bwana asifiwe. Lakini maombi yanaweza kufanya Mungu ajifunue. Akiona ndani kiu na hamu kwamba unataka ajifunue kwa Mungu, anaweza akajifunua kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mathayo 7:7 mpaka 10 anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea, atafutaye huona, abishaye hufunguliwa. Haya maneno Yesu alikuwa anayasema. Bwana asifiwe. Alikuwa anasema kwa makusudi kabisa, alikuwa anasema kwamba kwa njia ya maombi tunaweza kumfikia Mungu wetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kule kwenye Wafilipi sura ile ya 4 na ule mstari wa 6 ambao tumesoma hapa kwenye somo letu la pili, sura ile ya 4 na ule mstari wa 6. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Anasema maneno, anasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja niwaambie, maombi ni njia kubwa inayofanya Mungu awafikie watu. Mmenisikia? Amina. Ni njia kubwa sana. Kuna watu ambao waliumwa, wameenda hospitali na kwenda wakapona. Walipokuja kwenye maombi, wamepona. Na wametumia gharama nyingi sana kuliko unavyofikiria wewe. Kuna watu ambao walikuwa hawaolewi, hawaogi, wamefungwa kwenye vifungo vya kutokuolewa na kutokuoa. Unafikiri kifungo cha kutokuolewa na kutokuoa unaweza kufunguliwa kwa kusoma sana? Kasome mpaka PhD huo. Nategemea leo kufunga ni nani? Bwana asifiwe. Herubu ya duniani haikupi nafasi ya kumjua Mungu. Herubu ya duniani wewe kasome tu unaweza kusoma, lakini haikupi nafasi ya kumjua Mungu. Kwanza ilikubali Mungu. Shakutana na wanasayansi wanamkubali Mungu. Simefundisha historia. Siku hizi nyinyi mnasoma, zamani sikuwa nafundisha historia kwamba wanadamu alitokana na nyani. Nilikuwa nataka kujua alitokaje, alikujaje mpaka akageuka kwa nyani. Bwana asifiwe. Bali hamjasoma. Siku zile chimpanzee, gorilla, sijui nani, Homo sapiens ziko kule, kasome. Tena wanakufundisha kuanzia shule ya msingi, alafu unakwenda nayo mpaka form 4 kwamba wewe unatokana, yani wanakukalisha, wanakujaza kwamba wewe unatokana na nyani. Kwa hiyo sasa tunataka kujua yale manyoya yalienda wapi, yalikatika. Hii dunia ina vitu vya ajabu sana. Haya wazungu kweli walituletea elimu, lakini walituaminisha sisi tumetokana na nyani, wenyewe hawajatokana na nyani, eti wenyewe ndio waliumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka uone elimu ile inapopingana na Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mimi natamani Mungu ajifunue ni maisha ya watu. Maombi yanaweza yakamfanya Mungu ajifunue. Unakuta Wakristo hata kusali usiku hawasali, yani wanalala tu na wakishaingia vitandani wanaanza kuota, wamefukuzwa na majoka, wamekaa kwa anakula vyakula, akiamka asubuhi tumbo limejaa mpi, kumbe kaleta vyakula na wachawi. Wengine wanakula nyama usingizini, na mkuta tu yuko naomba usimame mahali. Bwana asifiwe. Mimi nitafanya maombi kule mwishoni. Labda nataka niombe na wale watu wanaoota ndoto wanakula vyakula usiku. Tutaomba na tuombe. Unakula na nani? Lazima tujue kwamba wewe unakula na nani. Unaweza kutoka na babu yako aliyekufa miaka huko 1400 unakula naye nyama. Na wengi wanaoota ndoto tutakula nyama wanaunganisha sana, wanaingizwa kwenye mashindano yale ya uganga na uchawi bila wenyewe kujua. Wewe unaweza kufikiri unakula nyama ya ng'ombe kumbe